baby. Colombia, sweetie, I love you. You are the only fish in my pond. Ukahidi mbele ya marafiki, tutapendana siku za maisha yetu. Ona leo pendo umebadilika, ona pondogo ndogo shingo waigeuza. Kama Kristo anavyolipenda kanisa. Niwakaribishe ninyi nyote kwa niaba ya mchungaji wa usharika na watumishi wa usharika huu katika ibada hii ya alasiri yenye huduma za kichungaji, ibada ya ubatizo na kufunga na kubariki ndoa. Tuanze ibada hii katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukae. Ni sikukuu, siku ile. Ni sikukuu, siku ile ya Yes.
lakini niombe wale watoto alafu waungane na mama yao. Naomba macho ni kusaidie mtarajiwa kuja hapa mbele, kulete hapa mbele, aungane na watoto pamoja na wadhamini kwa huduma ya ubatizo. Ni mbele tutakapokuwa tunaimba fungu la 3, moyo tuli na Bwana wa 363. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa kumbatiza huyu mtu mzima na watoto hawa kama alivyoamuru Kristo, ili wazaliwe mara ya pili, wawe viungo vya Kristo na warithi wa ufalme wa mbinguni. Tuombe. Ee Mwenyezi Mungu, uliye mchunga wa taifa lako, unayewaokoa watu wako na kuwafanyia agano lema, nakusihi ulivumilie kundi lako na umjalie huyu mtu mzima na watoto hao ambao wanakaribishwa katika urithi wako kwa njia ya ubatizo. Na kwa njia hii ya ubatizo uwapokee wawe katika umoja wa ujamaa wa Kristo, wadumu katika imani, waokoe katika utumwa wa dhambi na agano la neema, wakaifikiria hali ya uzima wa milele uliotupa katika mwana wako Mwokozi wetu Yesu Kristo, aishie na kumiliki pamoja nao na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele. Amen. Sikilizeni neno la Bwana wetu Yesu Kristo. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amini, amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Basi wakamletea Yesu watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea, ila Yesu alipoona hivyo alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu wao. Amini, amini nawaambia, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabariki. Kwa kuwa katika imani ya Kikristo mnawaleta watoto hawa na huyu mtu mzima kwa ubatizo mtakatifu, ni wajibu wenu kukiri imani yetu ambayo watoto hawa watabatizwa. Je, naamini Mungu mmoja, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Na kama ndivyo, jibu kwa kukiri imani ya mitume. Na hapa naliomba kanisa lisimame, tuungane tukiishuhudia imani ya Kikristo ambayo mtu huyu mzima na watoto hawa watabatizwa naye, imani ya mitume. Na muamini Mungu Baba mwenyezi wote,
kanisa kama tukaka, kwa kuwa katika imani ya Kristo unawaleta watoto hawa na wewe mtu mzima kwa ubatizo mtakatifu, ni wajibu wenu kukiri imani na maisha yake. Sasa katika imani hii, kwa msaada wa Mungu, mtaishi na Kristo nyumbani mwenu, mkiwalea watoto hawa na wewe mtu mzima katika ibada na mafundisho ya kanisa, ili wamfahamu Kristo Mwokozi wao. Kama ndivyo wazazi wadhamini, na wewe mtu mzima mjibu, ndivyo utakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Nauliza tena, mkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Sasa kirini na kusema ahadi ya ubatizo, na mkataa shetani. Mambo wazazi na wadhamini na wewe mtu mzima, na hivi mbele ya usharika huu kwa mtakuwa mfano mwema katika watoto hawa. Kama ndivyo mseme, ndio kwa msaada wa Mungu tutakuwa. Naamini wapendwa mnaoshuhudia ibada hii, mtakuwa waaminifu katika wito wenu kuwa washiriki wa kanisa la Kristo, ili huyu mtu mzima na watoto hawa na wengine wote katika usharika wetu wakue katika imani na kumjua na kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo, na kama ndivyo mkiri kwa msaada wa Mungu tutakuwa. Mtapokea. Bwana, tunakuomba uwapokee watu hawa. Mungu wa rehema, kwa kubatizwa kwake mwana wako katika mto wa Yordani, akawa mmoja na sisi wenye dhambi, akatufunulia utu wetu wa kweli. Ujalie Adamu wa kwanza aliyeko katika mtu huyu mzima na watoto hawa, azikwe mtu mpya aonekane, twakusihi. Bwana, twakuomba wapokee watu hawa. Tunawaombea watoto hawa na tunamwombea huyu mtu mzima, wape uweza na nguvu za kumshinda shetani dunia na mwili, twakusihi. Bwana, twakuomba uwapokee watu hawa. Umjalie kila mtoto anayebatizwa na huyu mtu mzima, wote wajazwe Roho Mtakatifu wako na wema wako wa mbinguni, wafanywe warithi wa ufalme wako milele. Kwa rehema yako twakusihi. Bwana, twakuomba uwapokee watu hawa. Amen.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe kama yanatimizwa mbinguni. Leo riziki yetu tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie kwenye alituokoe na Mungu kwa ufalme wako na nguvu na utukufu na hata milele. Tunakushukuru sana kwa wewe Baba wa rehema, kwa kuwa umewajalia watoto hawa na huyu mtu mzima kuzaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu wako, ukawachagua wao wapo na kuwaingiza katika kanisa lako takatifu. Tunakusihi walimu wasaidie waweze kuyashika hayo mema yako waliopewa na kudumu nayo. Neno lako liwamulikie, waongoze katika uchaji wa jina lako takatifu, kusudi wape fungu lao mbinguni ulilowaahidia pamoja na watakatifu wote, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Baba yetu wa mbinguni, sisi sote tuliobatizwa tunakuomba utujalie tusipoteze neema ya ubatizo wetu, bali tudumu ndani yake katika imani, uthabiti na utii kwa neno lako la uzima, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana awabariki na kulinda, akuongezie nguvu za uso wake na kufanya, na Bwana awajalie sote kuwapenda amani na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wimbo wa 196, wimbo wa 196, upendo wa Mungu wetu. 96. Mungu wetu Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa mchana huu wema na kwa matendo yako makuu. Tazama ni alasiri nyingine, mchana mwingine na siku mpya
ambayo Isaac Mrisho Kingalu na Nuru Bakari Mbinga wanaambatana katika ndoa ya Kikristo. Ulipanga, sio nguvu zao wala sio uwezo wao, ni wewe umefanya. Nikushukuru kwa hawa waliokuja kushuhudia tendo hili likifanyika la kuzaliwa mara ya pili kwa Nuru na kufunga ndoa yake. Anza na sisi na umalize nasi kwa utukufu wa jina lako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha kubwa sana kupata nafasi ya kushiriki ibada hii ya ndugu zetu hawa ambao kutengeneza yaliyokuwa yanawasibu kiroho. Na nimshukuru sana mchungaji wa jimbo ambaye anatunza usharika huu kunituma kuja kushuhudia na kushiriki ibada hii. Ndugu zangu wapendwa, ni wapongezi kutoka sakafu ya moyo wangu, ni wapongezi na kipekee sana kupongezi Mungu. Nataka nikuhakikishie kwa haya ambayo umeamua kuyamaliza, mpaka na kwa watoto, hata yale ambayo yalikuwa yamefungwa, Mungu ataachilia. Unajua, ni watu hatujui tu, tunapopatana kuishi pamoja kwa taratibu na sheria zilizopo na za Mungu, Mungu anaachilia. Tunapoamua kuishi wenyewe, naye anapunguza. Kwa hiyo huko mbinguni kuna sherehe kubwa sana sana, na sina mashaka kabisa kwamba Zikina nikupongeze kwa uvumilivu. Umemvumilia huyo. Inawezekana alikuwa anaona, na si ajabu, alikuwa anaona hofu. Unajua, kuhama kwenye boma ambalo ulilizoea tangu unazaliwa, na ukafanya maamuzi ya kukubaliana, sasa nadhani tuende pamoja. Na Zaburi inasema mahali ni pazuri ndugu wanapokaa pamoja kwa umoja, na hapo ndipo Mungu anaporuhusu baraka zake. Kwa hiyo wapongezi, na mmewafungulia watoto baraka zile ambazo zilikuwa zimekutwa, mmewafungulia. Maana walikuwa unajua, malezi ya watoto ni pamoja na baba na mama kunia pamoja, kuwaza pamoja, kuamini pamoja. Mimi nilifanya utafiti katika andiko langu la elimu ya Kristo mashuleni. Ukiangalia familia ambazo baba na mama wanania mamoja, wanafikiri mamoja, na wana imani moja, wanaongea lugha moja katika imani, wanafanya vizuri. Kwa hiyo niwapongezi sana. Narudia tena, mmewafungulia hata watoto. Rafiki yangu, nimempata rafiki hapa, nani ni yule wa kwanza, anaitwa nani? Gilbert. Yuko wapi rafiki? Hebu simama nipungie mkono. Nimekuja kuangalia mazingira ya kanisa. Nilipotoka pale akasikia kuuliza, hapa ndio kanisani? Unaona? Akanishika mkono. Tunaenda, nikamwambia hapa ndio kanisani. Wewe ndio
mmewafungua. Inawezekana hata maswali waliokuwa nayo juu yenu, sasa wakienda kwa mama wana lugha moja, anapata lugha. Yesu anakupenda mtoto wako, ndicho atakachosikia kutoka kwa mama. Yesu anakupenda. Kwa hiyo niwapongeze. Jambo la pili, niwapongeze pia kwa hatua hii ya kubariki na kufunga ndoa. Watu wengi wanachelewa kwa sababu wanafikiri kwamba ndoa ina gharama kubwa, na ninyi ambao mko huko ni waombe mjue gharama ya ndoa haizidi Laki2. Ndio gharama ya ndoa. Huo umefungia wapi? Lakini ndoa ya Kikristo gharama yake haizidi Laki2. Na hiyo ni kile cheti cha sheria cha serikali ambayo ni sheria ya nchi, kwamba kila mwanaume na kila mwanamke ambaye wameamua kuishi pamoja ni lazima wafunge ndoa kisheria. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wanaishi kwa kuvunja sheria ya ndoa, mpaka wamekuwa na vitukuu. Kwa hiyo wapongeze kwa uamuzi huu. Hivi vitu vingine hivi ni vya kwetu. Hivi kwenda kujipendeza na nini mzee, ni ya kwetu, lakini haizidi. Ni vyeti viwili tu vya ndoa, vitatu. Kile cha serikali vinatoka vyeti viwili, namba zinafanana, na kile cha kanisa haizidi Laki2. Sasa mambo ya ni ya kwetu ndio yanayochelewesha watu. Naomba nitoe wito, vitu hivi vya dunia hivi visitucheleweshe, kwa sababu hatujatembea eti mzikika miaka yote. Eti dada, Mungu anaangalia moyo ule wa dhati wa maamuzi yale mliokubalia. Kwa hiyo nalo hilo niwapongeze sana kwa kutanzua huu mtego wa kuvunja sheria za nchi za kuishi bila ndoa kisheria, na sheria ya kanisa kuishi bila ndoa. Kwa hiyo na wale watakaofuata, ninaomba mfahamu haya. Ndugu zangu, katika Biblia kuna mistari mingi sana ya kuwatia moyo, lakini nimechagua mistari michache tu. Mstari wa kwanza ni kwa hiyo mwanamume atamwacha baba na mama yake, naye atapatana na mkewe, nao watakuwa wenye mmoja. Mungu ni wa ajabu. Kuanzia sasa anajua kingano na Mungu ni mwili mmoja, na hesabu ya Mungu ni hii ya dunia siku zote, 1 na 1 ni 2. Ukisema 1 na 1 ni 1 unakosa, lakini hesabu ya kimungu ya ndoa 1 na 1 ni 1. Maana yake utakapomwona nuru umemwona kingano, utakapomwona kingano umemwona nuru. Wote wamemaana chapa zinazofanana, na ndio maana Mungu alisema nitakufanyia msaidizi wa kufanana naye. Hajasema nitakufanyia kibarua. Kuna wanawake wengi wameolewa wanaishi kama vibarua kwenye ndoa zao. Wanaume wanaishi msaidizi wa kufanana naye, copyright ya kufanana. Kwa hiyo katika kuunganishwa kwenu, basi ndio kana kwamba ninyi ni wamoja, mmekubaliana na hesabu ya Mungu kwamba 1 na 1 ni 1. Jambo la pili ambalo kama hivyo ni kwamba kila mtu atamwacha baba. Mlikushatoka na experience, lakini Mungu anatazama kuanzia hapa, toka huko na huko. Kwa hiyo kwenu ni pale mlipo. Hata siku moja kingano hana kwao tena, nuru huna kwenu tena. Baba na mama wanabaki kuwa wazazi, rafiki. Bwana Yesu asifiwe.
wote nyie kwenu mna bahati mnafungiwa ndoa na mtu ambaye huu ni mwaka wake wa 51 wa ndoa. Sijawahi kusema naenda kwetu, sio kwa sababu ni mchungaji, hapana. Maana shetani hachagui kwenye ndoa, anaweza kumvuruga mchungaji kwenye ndoa yake. Sijawahi kusema naenda kwetu, wala NIH hajawahi kuniambia mimi naenda kwetu. Kwetu ni pale tulipo wawili na watoto wetu, kule ni familia. Tukienda tunaenda kwa heshima, na ndio maana tukienda tunaenda tumebeba kitu mkononi kwa heshima, ili wale wazazi wajue kana kwamba wale watoto wameacha kwao, wanakuja kutusalimia kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza hayo, angalia sana, usijaribiwe. Asubuhi umeenda kwa mama, bahati nzuri uko Dar es Salaam na wazazi wako mbali. Kuna watu wakina mama wana tabia, hawatunzi kwao. Saa asubuhi yuko kwa wazazi, jioni yuko kwa wazazi, mchana yuko kwa wazazi, saa 9 yuko wazazi. Huko kwangu unamwachia nani? Kule ni kwao, alikusha waacha. Na ndio maana ndoa nyingi na matatizo mengi ya ndoa, mzee Kinga, yanasababishwa na kuto kukubali kwamba tumeachikwa. Mimi na watoto wako huko na waumizana na wake zao, tumeachika. Hivi mimi hapa tunatumana vikombe, baba hebu washa hiyo gesi, mimi nafanya kitu. Ndivyo tulivyo sasa. Hawapo, wako kwao, na wakija wanakuja wanatoa taarifa, baba tunakuja kusalimia, letena wajukuu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maisha yenu kuanzia leo ya Kristo, maisha ya kuongea. Kwa hiyo ataacha mstari wa pili ambao nitaka ni wapi? Mithali 18 mstari wa 22. Anasema anayempata mke amepata bahati njema, hiyo ni fadhili kutoka kwa Mungu. Anayepata mke, kuna tofauti ya mke na mwanamke. Vijana wana majina mengi wanaoita mke. Kwa mstari huu, mzee Kinga, sio kila mwanamke afaa kuwa mke. Miongoni mwa wanawake ulimwona Nuru aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Ndio maana anasema umepata bahati, nimefanya unananisha. Na aliyeandika huu mstari ni bingwa wa kuoa, alizidi hata jogoo, mzee Suleiman, wanawake chungu nzima na masuria. Kwa hiyo ni bingwa. Mwisho wa yote akaamua kukaa na kufuria. Jamani, hayo yote ni upuuzi. Mtu akipata mke amepata kibali, amepata bahati. Kwa hiyo na sisi ndio maana ndoa za Kristo tunasema unamchukua mke madhabahuni, hicho kilicho chema. Bahati ni kweli, ni bahati, kwa sababu kuna wanaume wengi wanatamani kuoa wake, lakini bahati hiyo haijawaangukia. Alafu Suleiman anasema hiyo ni fadhili, hiyo ni neema ya Mungu. Na rafiki yangu moja, kijana moja, yuko na boda, ana utulivu sana. Yeye ni wa imani ya Kiislamu. Hakuja nyumbani. Siku moja akaniuliza, nilipokuwa tunasherehekea jubilei ya miaka 50 akaja akaniuliza,
niwezeje kupata mke ambaye nitaenda pamoja, kama Mungu atanijalia nifike kama wewe ulivyofika Usherekeni. Maana siku hizi ananiambia hawapo, wamejichanganya. Sasa mshukuru Mungu, wewe ni bahati ya kita, usicheze hiyo bahati, usicheze, usidanganyike, usicheze hiyo bahati. Anasema amepata bahati, ipalilie hiyo bahati kutoka kwa kingama ambayo Mungu alimpa. Na utaipaliliaje? Kwa Yesu, huyu ambaye ukifanya maamuzi magumu, ukaamua liwalo na liwe, watanionaje, watanichukia, watanitenga. Maana watu wengine wanaogopa kutengwa. Sasa unaogopa kutengwa, kule huko tena, si ulishaamua na ukafanya maamuzi magumu kama tayari. Hiyo ni bahati. Na mzee, hiyo ni bahati. Heshimu bahati Mungu aliyowapa. Na Mungu kumpata jina langu ni bahati. Wanaume siku hizi ni adimu. Ukitaka mume mzuri, naposema mume mzuri, sina maana ya sura na nini na fedha na mali. Ukitaka mume wa kusafiri naye, sasa hivi hawapo, wamejichanganya. Kwa hiyo una bahati kutoka kwa Mungu. Na ninyi wasimamizi, ni waombeni sana, muwatunze hawa. Najua kusimamia ndoa ni kukubali kuchukua mimba na kuzaa watoto. Ni watoto wenu wa ndoa. Ni bahati, wasipoteze, wasichofu, waleni. Na niwaambie ninyi mnaofunga ndoa, wazazi wenu sasa ni hawa wawili. Ni hawa wawili. Hawa ndio wazazi, hawa ndio ndugu. Ndio maana hata kama una jambo limekusibu, huna pa kwenda, unaanza na mmewachagua hawa kana kwamba mnawaamini. Hamkufuata mnaita urafiki, si ushoga. Hamkufuata, mnayeamini. Ukimweleza kitu anasikia, anatulia, anakwambia tulia kidogo, usifanye haraka. Sio hawa wala sio wale wa kukuambia. Wanaume ndivyo walivyo. Kaza buti, wanaume wako wengi, ondoka. Usikubali, ng'ang'ana mpaka kieleweke. Hata kufa ufie pale, maana simba jike hufia watoto. Simba ndume kazi yake kutafuta mawindo. Tafuta mawindo kwa ajili ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Ningeweza kuongea mpaka kesho asubuhi, lakini itoshe kuambia anayepata mke au mume ni bahati. Mungu wape neema ya kutunza. Unajua mnaongea mengi, tunzeni ndoa yenu. Mungu anahesabu hapa mlipozaliwa. Kwa Mungu nyinyi mmezaliwa upya. Mtoto wachanga anataka wafundishe namna ya kufanya nini? Ya kutembea. Sio kila mwanamke anafaa kuwa rafiki, hata siku moja. Sio kila mwanaume. Mimi ni muumini wa kuchagua marafiki wema. Na kila ninapoongea na watu nawaambia sio kila mwanaume anafaa kuwa rafiki wangu. Wengine ni maagent. Ndio wale ukitoka kazini, jamaa anakuambia, "Haya, oya, unawahi? Umeolewa nini?" Nimeolewa. I am married to Nuru. Wewe na Yesu, nani unawahi nyumbani wewe? Sasa mimi
Safari ni tamu. Ningekuja na mama ningemuuliza maswali. Na aliulizwa maswali kwenye kipindi cha Eden, ukahojiwa, imewezekanaje? Siri ni uvumilivu. Maana yeye si malaika, hujaoa malaika, hujaolewa na malaika hata siku. Lakini ule mstari wa mwisho ambao nimeuchagua, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Na kusamehe. Na kukubali kwamba hapa wacha mimi nishuke. Hakuna malaika, hatuwana malaika, tunawana wanadamu waliomkosea Mungu na hukumu zinatuandama kila kitu. Lakini kwa Yesu, ndio maana anasema ndawapa amri mpya. Na hilo ndio ilikuwa hubiri la Jumapili, na ndio ilikuwa hubiri kwenye nyumba za dunia leo. Na mahali kwenye leo kuna msamaha kabisa. Penye upendo umekosa mtu. Japo kuna wanaume wengine wanakufa kumbe, waite wanaume hawakiri makosa kwa waume zao na wahurumia. Baba akitambua amekosa msamaha. Mama akitambua msamaha unahuisha safari. Ni perfume ya kufanya ndoa inukie vizuri penye msamaha. Ndio maana mtaala mmoja mzee wa zamani alisema maneno manne tu ndio yanayosimamisha ndoa. Ikikosekana hapo basi, asante sana, pole. Kiswahili haina nguvu sana, lakini mimi nikiongea kilugha, kama umetoka kazini umechoka ya kuongea kilugha, ni pole, lakini unakamata moyo. Kiswahili pole, ukikuwa pole, ukifanya vizuri pole, lakini kwenye kilugha inakamata. Maana yake ni kwamba kuna nafasi ya kupongeza na kuna nafasi ya kutia moyo kwenye neno hili. Ninawaombea ninyi ambao mnashuhudia haya mambo. Kama ndoa yako ina changamoto, usitafute msaada mahali pengine. Msaada ni kwa Mungu mwenyewe, maana yeye ndiye aliyeanzisha hii taasisi ya ndoa na wala si mwanadamu. Ndio maana uking'ang'ana na Mungu atabadilisha. Kuondoka na talaka havitasaidia, kwa sababu mbele kuna maumivu na uchungu. Safari hii ni mojawapo sana. Usaidie. Sikujua kwamba ni ndoa ya pekee mpongeza kwa Mungu yupo na watoto wanashuhudia. Sasa najua kwamba sasa baba amesema acha kweli maisha, mama akisema hapana kweli maisha. Amani ya Mungu iwafikie.
Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Ukurasa wa 420. Ndoa ni zawadi ya Mungu iliyokusudiwa kwa ajili ya furaha na nguvu ya wote wawili wanaoingia katika ndoa kwa manufaa ya jamii nzima ya kibinadamu. Mungu alituumba mume na mke na kuwakirimia wanadamu vipawa vya mtu huwa na mwenza wake, uwezo wa kupenda na kutunza na kulea watoto. Yesu alithibitisha agano la ndoa na kufunua upendo wa Mungu mwenyewe wa kujitoa pale msalaba. Roho Mtakatifu huwasaidia wale walioungana katika ndoa kwa alama hai za neema, upendo na uaminifu. Aidha, ndoa ni tukio la kibinadamu likiambatana na viapo vinavyoshuhudiwa hadharani. Katika ibada, ahadi hizi huzungukwa na uwepo wa mashahidi maalum na watu wa Mungu wengine pamoja na ushahidi wa neno la Mungu na sala na baraka kwa wahusika. Wapendwa, Isaac Mrisho Kingalo na Nuru Bakari Mbinga, wapendwa katika Bwana, mmesimama mbele ya Mungu mtakatifu na mbele ya msharika huu kuifunga ndoa yenu. Ndoa ni zawadi toka Mungu. Sisi tunawaombea ili Mungu Mwenyezi awabariki na kuwaongoza katika ulimba wenu siku zote. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu wake awaunganishe, muishi pamoja kwa kusaidiana na kusikilizana siku zote. Tuombe. Mungu Baba uliye mbinguni, tunakusihi kwa ajili ya ndugu zetu hawa Isaac Mrisho Kingalo na Nuru Bakari Mbinga, uwajalie kuanza unyumba wao katika jina lako, wasaidie siku zote kuishi pamoja mbele zako na kufika kwenye uzima wa milele. Amen. Sikilizeni neno la Mungu jinsi linavyofundisha kuhusu ndoa. Mungu akasema, si vema mtoe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo aliwaumba mwanzo mtu mume na mtu mke. Akasema, kwa sababu hii mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hata Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Sikilizeni jinsi Kristo anavyofundisha kwa vinywa vya mitume wake Paulo na Petro, akikaza kuwa mume na mke waishi pamoja na kuwa na hali ya unyenyekevu katika kicho cha Bwana. Enyi wake watiini waume zenu katika kumtii Bwana wetu, kwa kuwa mume ni kichwa cha mkewe,
kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, nanyi sameheaneni vivyo hivyo. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana. Ninawauliza hapa mbele ya Mungu na usharika huu na mbele ya hawa mashahidi wenu, wewe Isaki Mrisho Kingalu, unakubali na kutaka kuoana na huyu Nuru Bakari Mbinga kuwa mke wako, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishuhudike na wengine. Utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Ndivyo Mungu anisaidie. Wewe Nuru Bakari Mbinga, unakubali na kutaka kuoana na huyu Isaki Mrisho Kingalu awe mume wako, kae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamuombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishuhudike na wengine. Utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Ndiyo, Mungu nisaidie. Sisi sote tumesikia majibu ya Bwana Isaac Mrisho Kingalu na Nuru Bakari Mbinga. Hawa ndugu zetu wameonyesha na kukiri kwamba wote wawili kwa nia moja wamekubaliana kuungana katika ndoa ya Kikristo kwa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo sisi sote wa usharika tuone wajibu wetu wa kuwasaidia na kuwaombea. Naomba tusimame. Mungu mtakatifu, ujuaye mawazo ya kila mtu, ninawaleta ndugu zetu hawa mbele yako, uwasaidie sasa wanapoweka ahadi ya kuungana katika ndoa hii, ili wawe na ahadi ya kweli mbele yako na mbele ya usharika huu na mbele ya watu wote. Amen. Mungu mtakatifu, Baba wa milele, wema wako na fadhili zako ni mpya kila siku. Mungu wa mbingu na nchi, mtumishi wako na mtumwa wako madhabahuni kwako ameshika pete hizi ambazo zimetengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Ee Bwana wa mbingu na nchi, yamkini wanadamu hao walipokuwa wanatengeneza wamenena maneno mbalimbali, wamesema maneno mbalimbali, wametamka maneno mbalimbali, na ikiwa kuna maneno yoyote ya uovu yaliyotamkwa wakati wa pete hizi, ninaziharibu kwa mamlaka ulionipa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaagiza moto kutoka mbinguni uziunguze pete hizi, e Bwana, ili kila uchafu na kila aina ya kisichotakiwa, maana ziko shahidi nyingi sana, ndoa nyingi zimevurujika kwa sababu ya pete walizozivaa. Mapepo na majini yalitumwa kupita pete hizo. Ninaharibu sasa, ninaharibu sasa, ninaziunguza sasa chini ya msalaba wako Bwana Yesu. Ee Bwana, zitakase. Na ulisema
Kila kilichotakaswa kwa neno kimetakasika, na pete hizi zimetakasika sasa. Ninaenda kuomba kwa ajili ya kidole atakachovaa pete huyu Nuru na kidole cha kingalo Isaac. Ninaomba utakase vidole hivyo Bwana. Tunavitenga maalum kwa ajili ya tendo hili la ibada ya ndoa takatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Hiyo ukumbusho kwa alama ya ndoa yako. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati yako nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Pokea pete na pete hii ya alama na ukumbusho wa ndoa yako kwa kuwa mwaminifu. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati yako nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Wapendwa katika Bwana, nimesimama hapa mbele ya Mungu na mbele ya ushirika. Ninamuomba sasa kila mmoja wenu akiri kwa mdomo wake ahadi ya ndoa. Mimi Isaac Mrisho Kigalo nakubali na ninaweka ahadi ya kuoana na wewe Bibi Nuru Bakari Mbiga kuwa mke wako kwa maisha yetu yote, niwe nawe tangu leo hii katika mema na mabaya, katika utajiri na umasikini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Nikupende, nikutunze mpaka kifo kitakapotutenganisha, kufuatana na agizo takatifu la Mungu. Hii ndiyo ahadi yangu kwako ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na ushirika huu. Mimi Nuru Bakari Mbiga nakubali na ninaweka ahadi ya kuoana na wewe Isaac Mrisho Kigalo kuwa mume wangu kwa maisha yetu yote, niwe nawe tangu leo hii katika mema na mabaya, katika utajiri na maskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Nikupende, nikutunze mpaka kifo kitakapotutenganisha, kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndoa ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na ushirika huu. wakati wameshikana mikono, tuimbe fungu moja 193 lile fungu la 4.
katika ndoa ya Kristo? Na kama ndivyo mkiri, ndivyo Mungu atusaidie. Ndivyo Mungu atusaidie. Kwa kuwa mmeahidi mbele ya Mungu na mashahidi hawa kuishi pamoja katika agano la ndoa takatifu ya Kikristo, mimi kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa mamlaka ya kanisa ninawatangazia mbele ya usharika huu na mbele ya Mungu mtakatifu kuwa ndoa yenu imefungwa na kubarikiwa na Mungu mwenyewe, na mmeungana katika unyumba wa mume na mke. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tuombe. Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, Baba yetu, wewe ndiwe uliyesimika ndoa na toka kale na hivi sasa. Kwa mapenzi yako umeunganisha ndugu Isaki na Benuru katika ndoa takatifu. Tunakushukuru kwa neema hii na kukusihi wafahamishe huduma zako ili waishi katika njia ya Kristo katika huduma wao. Baba, ukae nao, waepushe maovu yote, kuwabariki, wape uweza wa kutunza agano la ndoa waliolifanya leo, uwape upendo wa kweli, wapendane maisha yao yote. Amen. Nasi sote tuseme: Baba, utulinde sisi sote ili tuweze kuishi kwa imani na kumtii mwana wako Yesu Kristo. Uzibariki nyumba zetu zote, ziwe mahali ambapo wewe unaabudiwa na sifa zako zinavuma. Utusikie kwa jina la mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usituingize majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana awaangazie nuru za uso wake na kuwafariji. Bwana awainulie uso wake na kuwapeni amani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
zangu, nitangaze rasmi kwamba Bwana Isaac Mrisho King'alu na Nuru Bakari Mbinga ni mume na mke kuanzia saa hii. Kama nilivyosema, karama za Roho ni vyetu, vingine vyote vya kwetu vinatuchelewesha, na tunatoa cheti kimoja cha kanisa kwamba hii ndoa imefungwa na kubarikiwa kwa Kristo, na hii cheti kina picha zote mbili na uhuru wa kwenda kuweka kwenye fremu na kuweka sambele, ili wale wanaoingia kwenye pesa ambayo tunakiona wanamutua wanasema naingia cha wapi cha. Kwa hiyo naomba kupokea watu wa kwa sheria ya ndoa namba 71 kama nilivyosema, unapoishi na mwanaume au mwanamke bila ndoa ni sheria, unakuwa unavunja sheria au wametambua hiyo, na ndio maana serikali inatoa vyeti viwili vinavyofanana namba 000575922 000575922 ni vyeti vya serikali. Kwa hiyo ndugu zangu, endapo itapotea, najua tuna ajali nyingi, ukikumbuka tarehe ya kopi utaikuta hapa, na kopi nyingine mchungaji ataipeleka kwa msajili wa ndoa. Serikali itajua sasa Isaac na Nuru wamefunga ndoa tarehe. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi kila mmoja atapata cha kwake ni sheria. Kwa hiyo mama, ninakukabidhi cheti, ujitunze mwenyewe. Ingawa unakabidhi, jitunze mwenyewe. Sasa mzee, kama kazini ulikuwa uliambiwa ulete ndoa, leta cheti cha ndoa, sasa unauhakika na mama, haki zako zipo sasa kwa mume, na kama unafanya kazi zake zipo kwa sababu mtumishi ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nirudie tena kusema, nikupongeze sana Nuru kwa maamuzi haya makubwa. Nikupongeze sana King'alu kwa maamuzi makubwa. Nadhani sisi wanaume wengine tutafuata mfano mzee. Nikupongeze kwa kuzaa watoto hawa wazuri wanaopendeza. Nikupongeze kwa kuzaa watoto hawa wazuri. Basi ninaomba kushiriki hapo, alafu tufunge ibada. Simameni tu ibada kwa niaba ya madhabahu. Geuzeni kidogo, mtoe sadaka. Tazama hebu piga hapo mara moja wakati wanapotoa sadaka, na sisi wengine tuwasindikize. Pigeni hatua kidogo, mtoe.
kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya ubatizo kwa Nuhu na watoto, na tendo la kuunganishwa kwa ndoa yao Isaki na Nuhu, na ambatanisha sadaka hii na maisha yao. Pale palipokuwa pamefungwa pafunguliwe Bwana. Mungu na watoto wao na waunganisha na dhabihu hizi, wakuwe katika hekima na maarifa ya kumpendeza wewe. Wape kujua wewe siku zote za maisha yao. Bwana, wanapoanza safari ya maisha wasaidie, usiwapungujie mahitaji. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tusimame. Pokeeni baraka wa Bwana ninyi nyote. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tukae. Hapa ndio tumefikia mwisho wa ibada zetu mbili kwa pamoja. Kwa hiyo niombe wale wadhamini wapokee vyeti vya watoto washaweka hapo tayari. Naomba mtunze hizi document. Asante sana. Nashukuru. Kujisikia matangazo yote. Basi hapa ndipo tumefikia mwisho wa ibada. Asanteni sana, na pia kusema tena, Mungu awabariki. Mungu awabariki, mtawaombea. Mimi na mama tutawaombea. Ikiwezekana mfike hapo tulipofika. Ndio maana sisi tunavaa pete mbili siku hizi, ya ndoa na elimu. Bwana Yesu asifiwe. Basi haya, watoe watu waende muziki wakafurahi. Mkijiuliza maswali yule mzee ni nani? Mimi naitwa Mchungaji Mauki. Ninaishi Kifune. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Hebu watoe bana hawa. Mungu awabariki sana.
Mungu apewe, apewe. Sifa na utukufu vyote ni kwa Mungu, 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 Utukufu, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa wewe, sifa na heshima nakupa wewe, ewe Mwenyezi, unaweza. Utukufu, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa wewe, sifa na heshima nakupa wewe, ewe Mwenyezi, unaweza. Nguzo ya moto aliwasha, nilindwe usiku, nayo ya wingu akashusha, nipite mchana. Nakumbuka mapito yote niliyopitia, nakumbuka na njia zote nilizopitia. Tazama Mungu, tazama wewe, tazama Mungu, tazama wewe, tazama Mungu, tazama wewe, unatimiza ahadi yako. Tazama Mungu, tazama wewe, tazama Mungu ni mwaminifu. Tazama Mungu, tazama wewe, unatimiza ahadi yako. Utukufu, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa wewe, sifa na heshima nakupa wewe, ewe Mwenyezi, unaweza. Utukufu, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa wewe, sifa na heshima nakupa wewe, ewe Mwenyezi, unaweza. Jemedari mwenye maguvu, yule Goliati akamlaza kwa kombeo mkononi mwangu. Nakumbuka alitembea mawimbi ya maji, nakumbuka yalimtii, nikafika ng'ambo. Tazama Mungu, tazama wewe, tazama Mungu, tazama wewe, tazama Mungu, tazama wewe, unatimiza ahadi yako. Tazama Mungu, tazama wewe, tazama Mungu ni mwaminifu. Tazama Mungu, tazama wewe, unatimiza ahadi yako. Utukufu, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa wewe, sifa na heshima nakupa wewe, ewe Mwenyezi, unaweza. Utukufu, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa, utukufu ninakupa wewe,
kutembea bila mitumbwi, na maji yanageuka kuwa ukuta. Mungu mwenyewe ni mtumbwi wetu.